بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ndugu katika imani, baada ya kuangazia katika darasa zilizopita nyuma adhkar zinazohusiana na wakati wa subhi na adhkar zinazohusiana wakati wa jioni mpaka usiku, leo tukiwa katika vigawanyo hivyo hivyo vya anwaul adhkar, leo tutaangazia adhkarul mutlaqa, dhikri zisizokuwa na mipaka, yani hazina nyakati maalum, muda wowote utazisema, ndio maana zinaitwa mutlaqa. Mutlaqa ni kitu ambacho kimeachiwa huru. Kwa hiyo leo insha Allah tena tutaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha vipi au anatufundisha dua gani ambazo tunatakiwa tuziseme wakati wote ule, sawa sawa, hii asubuhi, ile jioni, ile usiku, muda wote ambao wewe ukikumbuka, basi adhkari hizo ziwe kwa mwili wako hazikauki. Tuanze na hadithi ya Abu Huraira ambayo ameipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Abu Huraira anena, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema au amesema, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Hii dhikri inasemwa muda wowote, na mlango huu unaweza ukaupa anwani za fadhail ya kusema subhanallah, kusema la ilaha illa Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Ndio mlango ambao unazungumzia kuwa fadhila za kusema tasbih, kusema subhanallah. Kwa hiyo subhanallah muda wote unaweza kufanyaje, ukaisema. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam tumsikilize anatufundisha nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kalimatan, maneno haya mawili khafifatani ala lisani, ni maneno mepesi kwenye ulimi, lakini thaqilatani fil mizan, maneno haya yanajaza uzito katika mizani. Katika mizani maneno haya ukiyasema katika mizani yako siku ya kiyama itakuwa nzito. Tena maneno hayo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, habibatani ila arrahman, maneno hayo yanapendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala, ni vipenzi maneno hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno yetu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Maneno hayo kama Allah atakuwafikisha muda wote ukaweza kuyasema maneno hayo, hakikisha kuwa umeweka uzito katika mizani yako. Sikwambii maneno haya yasemwe ndani ya Ramadhani au maneno haya umeyasema usiku wa manane, umeamka ukayasema maneno haya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kwa hakika mizani yako utakuwa umejaza uzito mkubwa sana. Tusiache maneno haya.
Napenda kuyakariri haya maneno ili nani muyakariri katika dini zetu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Na hadithi hii muttafaqun alayhi, imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Manake hadithi nzito kabisa, na maelezo haya hayana mabamba, ni maneno ambayo ni mazuri kabisa, ni maneno yaliyonyoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha hiyo hadithi ya kwanza. Na hayo ndiyo maneno au dhikri za kwanza katika dhikrul mutlaqa, dhikri ambazo hazina mipaka. Tuna katika hadithi nyingine ya Abu Huraira. Abu Huraira Waislamu amesimulia hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tulieleza Abu Huraira amesilimu muda ushakwenda tayari, takriban kakaishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 3, kwa sababu amesilimu mwaka wa 7 tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam ahamie katika mji wa Madina, na mwaka wa 11 tunafahamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwaka alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maana kakaa naye mwezi wa 7, mwaka wa 7 huo 8 9 kwa 10, takriban miaka 4 au miaka 3 na usheni. Anasemaje Abu Huraira? Abu Huraira amesema mjumbe wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, lian aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams. Akhrajahu Muslim. Sikiliza maneno ya Muislamu. Maneno haya na dhikri hizi ni ulinzi kwako. Ukikosa na kuyajua mambo haya, au umeyajua lakini ukawa unayapuuzia, una habari nayo, unayapa nyongo, kama uyajui ni hasara, na kama unayajua lakini kuyasemi ni hasara zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema li an aqula, mimi kusema subhanallah, kusema subhanallah, walhamdulillah, na mimi kusema alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, na kusema la ilaha illa Allah, wallahu akbar, na kusema Allahu akbar, ahabbu ilayya, jambo hili kwangu mimi nalipenda zaidi, mimma tala'at alayhi shams, kulikoni kile ambacho kimechondozewa na jua, kimeangaziwa na jua. Kama kuna kitu kimeangaziwa na jua, iko si bora kwangu kuliko kuyasema maneno haya. Na Muislamu ndio maneno haya siku zote tunaishi nayo. Alhamdulillah ni maneno kila Muislamu anaweza kusema alhamdulillah. Na kusema subhanallah, tunaweza kusema subhanallah, na kusema la ilaha illa Allah, tunaweza kusema la ilaha illa Allah, Allahu akbar, na tunaweza kusema Allahu akbar. Kwa nini usijipe nafasi Muislamu kwenye shughuli zako ukawa haushughulishwi na jambo pale, tunasema huko tu, ukasema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Kwa nini usiyaseme haya maneno ikawa ndio urani wako siku zote? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya anayapenda. Kwa nini nawe usiyapende? Kwa hiyo uzamuni katika imani, hiyo ni sehemu nyingine katika adhkarul mutlaq, Muislamu ishike vizuri. Tuje katika hadithi nyingine. An Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, huyo sahaba mwingine wa Abi Malik al-Ash'ari, Allah mu'minaf, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema at-tuhuru shatrul iman, tahara ni nusu ya imani. Yani mtu kuwa tahara, kuwa safi ni nusu ya imani. Ya subhanallah. Walhamdulillah, na kusema alhamdulillah
umepana, mizani yako umeijaza. Wa subhanallah walhamdulillah, na kusema subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlaani ma baina samawati wal ardi, ni ujazo unaojaza kati ya mbingu na ardhi. Subhanallah, maneno tu hayo machache, lakini maneno uzito na namna uzito wake unajaza mbingu na ardhi. Kusema subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamla ma baina samawati wal ardhi. Mtume akamaliza katika hadithi hii kwa kusema maneno yafuatayo, akasema wassalatu nuru, tamweni sala ni nuru ambayo itamwangazia mja siku ya Kiyama, siku hiyo ambayo kutatawala kiza. Lakini wewe Muislamu unaoswali, sala yako itakuwa nuru, inakuangazia kule mbele na mbele. Wasadaqatu burhan, na kutoa sadaqa ni hoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ni hoja kwako pindi utaposimama kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa umetoa sadaqa. Sadaqa itakusemea, itasema huyu kweli alitekeleza swala hii, ni hoja kwako, sio juu yako. Wasabru diyaa, na mtu kuwa na subra ni mwangaza katika maisha. Asabru diyaa, mtu kuwa na subra ni mwangaza katika maisha. Muislamu akikosa subra, basi amekosa jambo moja zito sana, amekosa kitu cha thamani sana. Ni sabri hudud, eti sabra au subra ila mipaka. Subra ila mipaka, yale ni maneno yaliyosemwa na mshairi, pengine alishiba shibe akasema ni sabri hudud. Sabri inafanya subra na mipaka, subra haina mipaka. Tena katika Qur'ani Allah anasema inma, hakika hakuna jambo lingine, yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, wanaokuwa na subra Allah atawalipa malipo yao pasina hesabu. Kwa hiyo subra ni kitu kizito, na wala sio subra labda kama ni ujinga au faa. Subra ni kitu ambacho heshima za juu. Subra wameifanya mitume, na wallahi mitume kama wasingefanya subra katika nyakati zao, mnaona kingetokea au ambacho kingeharibika. Mtume mmoja alikosa subra kidogo, baada ya kuwalingania watu wake, kawalingania akasema siwezi kukaa na majitu ambao hawataki hata kumsamehe Allah, hawataki hata kumwamini Allah. Akawakimbia, akaikimbia kaumu yake, akaingia kwenye jahazi. Jahazi likapiga mraba, kukawa na matatizo, ikapigwa kura. Lazima kuna mtu huku, kama vile tunasema ana nuksi, tufanye nini sasa? Kura ikamwangukia atoswe baharini. Kumbe alikuwa kura ikamwangukia yule mtume, alikuwa mtume Yunus. Ndipo akamezwa na chewa, akakumbuka kuna neno nikisema nitakuwa salama. Akasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Haya maneno alikariri, haya ikawa ni salama. Ile chewa alimeza, lakini sio mtafune, alimeza akamtoa baharini, akamtupa nchi kavu. Lakini neno hilo, dhikri hiyo ikawa ni salama, na nikawa fundisho. Akarudishwa tena kwa umati wake, rudi tena afanye dawa. Lazima uwe na subra. Walillahi alhamd, aliposhikamana na subra, umati wake uliamini, kaumu yake iliamini. Na anasema katika kaumu iliyopata bahati ni kaumu ya Yunus. Pindi walipomwamini tu Allah na wakamwamini mtume wao, basi Allah aliwaondolea adhabu zote ambazo walikuwa nazo, wakaishi salama na maisha yakawa salama. Kwa hiyo as-sabru diyaa, wal Qur'an hujjatun laka au alayka, na hii Qur'an itakuwa ni hoja kwako, itakutetea. Ndio hujjatun laka au alayka, au itakuangamiza, itakutolea ushuhuda mbaya. Utasema huyu mimi alinihama, huyu hakutaka kuishi na mimi. Qur'ani tusifanye kihamo, Qur'ani tuisome, na hasa katika mwezi huu, mwezi wa Ramadhani, shahrul Qur'an, shahr, mwezi ambao Allah subhanahu ameshusha Qur'ani. Tuisome Qur'ani,
Ikiwa basi spidi yako ndogo, kwa siku soma juzu moja. Na juzu moja katika misafu yetu ina karatasi 9 au mpaka 10. Fanya asubuhi pale umepata nguvu, soma karatasi 5. Jioni umepata nguvu pale, soma karatasi 5 zingine. Ushapata 10 tayari, ushamaliza vizuri. Kama spidi yako ndogo. La, kama Allah amekupa spidi na uwezo, isome Qur'ani. Qur'ani hiyo ni simu. Ukizinduka wewe na Qur'ani. Kwa sababu nini? Qur'ani itakuja kufanya maombezi kwa ajili ya siku ya Kiyama, kama tulivyoeleza jana. Mtume akaendelea kusema, akasema kullu nas, kila watu yabdu, wanatoka asubuhi kwenda kwenye mihangaiko yao. Sasa wakitoka watu hao wanakuwa na hali hizi mbili. Mtume akasema fabayu nafsa, kuna watu wataziuza nafsi zao, ataiuza nafsi yake. Famu'tiquha, kuna yule ambaye nafsi yake itakuwa ni sababu ya kuachwa huru na mtu, au mubiquha, au itakuwa ni sababu mtu nafsi yake kuiangamiza. Yule mmoja ni yule ambaye atakumbuka dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika shughuli zake, hata akiwa dereva, hata akiwa anauza nani, hata akiwa anauza mapapai, hata anauza madafu, unapata tu muda wa kusema. Hata katika hali gani utapata tu muda wa kusema subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah. Unaweka hazina, unasoma Qur'an kidogo, wakati uko kwenye foleni unasubiria abiria kama ni dereva au taksi, ile taksi ya daladala, unaona na msafu wako kidogo, unapata aya za hukumu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna anzalnahu fi siachi. Kwa sababu Qur'ani ni jambo muhimu sana, itakuja kukutetea, na dua hiyo adhkari itakuwa ni ulinzi kwako. Kwa hiyo tusiwe wale watu ambao tunaziangamiza na kuzihirikisha nafsi zetu, tuwe wale mu'tiquha, wale ambao nafsi zetu tunaziacha huru kwa kusema adhkari nyingi. Tusome hadithi nyingine ya Abi Dharr radiyallahu anhu. Na huyu Abi Dharr ni katika masahaba nguli. Siku moja alipatwa na mtihani kwa Abu Dharr, ni katika masahaba wakubwa wenye heshima, sio sahaba polepole yule labda yule wa kawaida. Huyu ni sahaba mkubwa. Siku moja Abu Dharr, kulikuwa na vita fulani Mtume aliviandaa, ukatokea watu fulani hawakushiriki katika vita vile. Bimaana wakala chocho, watu wa Waswahili wanasema siku hizi wakala chocho, bimaana hawakwenda. Abu Dharr Mtume alimuuliza sana, akasema Abu Dharr huyu ambaye mimi namtarajia heri, kaingia kwenye mtego wa wanafiki, hakushiriki katika haya mapambano, hakwenda. Basi Mtume alimuuma sana. Mtume alikuwa tayari jeshi limeshakwenda huko na limepiga kambi sehemu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi, katika wale ambao hawakuja hata mmoja hawezi kuchoropoka aliyoungana na jeshi aende katika mapambano. Mtume kila wakati anaingia kwenye jeshi, anatoka anaangalia nani anakuja, wakiangalia hao mara kwanza, mara pili, mara tatu, anaona kama vile kuna kiwingu mtu anakuja. Mtume akasema ya Allah, jani kama kuja ile hali ya Abu Dharr. Maana Mtume alikuwa akimpenda Abu Dharr, na Abu Dharr ni sahaba ambaye hakupatikana katika chembe katika moyo wake chembe za unafiki. Basi tulikumbwa na mambo. Ghafla dua ya Mtume na kugaliwa na Allah, yule anatokea mbele yake ya subhanahu tunaifanya. Akamwambia maneno yafuatayo, akamwambia wewe Abu Dharr, kitendo cha kutoka katika kundi peke yako ukaja peke yako ukaungana na jeshi, wewe ni mtu ambaye utaishi peke yako na utakufa peke yako na utazikwa peke yako. Mtume alisema na kweli Abu Dharr baada ya hapo
alikwenda kuishi maisha ya peke yake yeye na mkewe huko, kajitenga. Na Abu Dharr ni sahaba ambaye Mtume alimwambia hata wakiwa wawili yeye hafai kuwa kiongozi, yaani sifa ya uongozi hana. Wakiwa watu wawili wanachagua uongozi, nani awe kiongozi, nani awe amiri kama tunavyosema. Sasa Abu Dharr usichague kwa amiri. Kwa nini? Abu Dharr alikuwa moyo wake mwepesi sana. Na kiongozi hatakiwi sometimes, kiongozi anatakiwa akazi. Abu Dharr alikuwa hawezi kukaa. Abu Dharr hata vitu vikiwepo pale yeye anaweza akavitoa vyote. Sasa haitakiwi kiongozi lazima pamoja na akiba. Sasa yeye anatoa vyote. Na hawa wakomunisti walichukua moja katika misimamo yao ya kiuchumi, walichukua nadharia ya Abu Dharr. Komunisti, jamaa anasema walichukua nadharia ya Abu Dharr. Vipi? Abu Dharr ilikuwa hataki mtu amiliki chakula cha mwezi mzima au cha siku tatu. Anatakiwa amiliki chakula cha siku ile tu. Kile kingine akakitafuta siku nyingine. Moja nadharia ya Abu Dharr na moja ya nadharia ya ujamaa. Jamaa watu wote tunatakiwa muwe sawa. Sio wewe una stock, yule ana stock. Wote wana stock chakula mgaii na yule. Ukiwa na nyumba mbili mgaii na mwenzio. Hii ndio nadharia ya Abu Dharr. Sasa Abu Dharr anapokea hadithi hiyo. Na kuna mambo mengi inshallah Abu Dharr anafari, kuna mambo mengi. Anaitwa Jundub bin Junaada. Anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, suila ayyul kalami afdal. Aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno yapi ni bora kuyasema? Maneno yanakuwa bora kuyasema maneno yapi? Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mastafa Allah, ni maneno yale aliyochagua Allah limalaikatihi, kuwafundisha malaika wake, au liibadihi, au kuwafundisha waja wake. Hayo maneno ndiyo bora kusema, ambayo maneno hayo Allah ameyachagua maneno hayo akawafundisha malaika. Malaika wanasema hayo na vile vile akawafundisha waja wake ambao waja wa Allah nao wanasema maneno hayo. Maneno gani wanasema? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Hayo ni maneno bora kusema. Basi Muislamu mshika kusema maneno ya subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Wewe ni Muislamu gani ambaye hautaki hili? Na utajifakharisha vipi wewe Muislamu ubaki kuwa Muislamu tu, lakini kuna mambo ambayo ya kujikurubisha kwa Allah na kujipendekeza kwa Allah utaki kufanya. Wewe kila kitu kwako hizi sunna tu bwana, kwa nini gani bwana? Jipendekeze kwa Allah. Ukijipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa na kheri. Tumalize katika mazungumzo yetu ya leo katika al-adhkar mutlaq na hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas. Sahaba huyu naye ni katika masahaba mkuli, na huyu ana udugu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa shangazi yake Sa'd ibn Abi Waqqas. Sahaba huyu ndio yule aliyotembelewa na Mtume akiwa kwenye kitanda anaumwa, maradhi yamemshika, na akaona maradhi haya tena ndio faida, mwisho mimi nakufa maradhi. Ndipo akamwambia Mtume, ya Rasulullah, unaniona mimi naumwa ya Rasulullah, mimi mgonjwa, na unafahamu kama mimi nina mtoto huyu mmoja, Allah kaniruzuku mtoto mmoja tena wa kike, na unafahamu mimi ni dhumari, mimi nina mali. Unaonaje ya Rasulullah, mali yangu mimi mtoto wa kike hawezi kuendesha mali hii, mali yangu nitoe yote katika njia ya Allah. Mtume akamwambia la, hapana. Akasema tena, basi nitoe theluthi tatu ya mali yangu. Mtume akamwambia la, nitoe nusu ya mali yangu. Mtume akamwambia la, basi ya Rasulullah, niruhusu nitoe athuluth, nitoe theluthi ya mali yangu kama wasia. Mtume nao theluthi aliona nyingi, lakini akamwambia wathuluth kathir, lakini toa, akaruhusiwa kutoa thuluth. Ndio hapo wanasheria wanachukua kwa mtu akihusia kabla ya kufa, akahusia sehemu ya mali yangu, theluthi ya mali yangu wapelekewe watu kadhaa,
kundi kadhaa, basi theluthi inakubaliwa tu. Basi kusema hata akisema nitatoa mali yake Mariamu yote, hakubaliwi, itatolewa theluthi tu. Theluthi ndio kipimo cha sheria cha usia kinakubaliwa. Kama hakusema theluthi, kasema mimi sehemu ya Mariamu, turudishe chini ya theluthi, tutoe chini ya theluthi, tusitoe zaidi. Kwa nini? Kwani hata theluthi mtume alidauti. Wana sheria wa mtume alidauti vile thuluth kafiri, lakini huyo ni katika imani ndio sahaba. Na huyu ni katika wale masahaba wa mtume walikuwa wale shabab wanaitwa nani wale snipers ni sahaba. Alikuwa mtume anamtumia kama sniper kwenye vita. Ilikuwa hata uwe wapi lazima uchukue hapo. Sisi tunaona kwa sababu tunaambiwa kasi kisa chake ndicho. Qala sema Saad, kunna inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Siku moja tulikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kama hivi. Masahaba na Saad ibn Abi Waqqas katika masahaba naye yupo na mtume sallallahu alayhi wasallam yupo. Faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ayajizu ahadukum, hivi anashindwa mmoja wenu? Mtume anawaambia nani? Masahaba. Sasa hapa masahaba hawapo, tupo sisi hapa. Sawa? Na mtume hayupo hapa, nipo mimi mbele yake. Sasa nawauliza, ayajizu ahadukum, hivi mnashindwa mmoja wenu ayaksiba, kuchuma, kula yaumi, kila siku endayo kwa Allah, kuchuma, anashindwa kuchuma alfa hasana, anashindwa kuchuma mema 1000? Anashindwa. Wewe fulani, wewe Amir, wewe Khamis, wewe Shuaib, kwa nini unashindwa kuchuma kila siku endayo kwa Allah mema 1000? Fasalahu sa'il min julasai, mmoja katika wale waliokaa akamuuliza mtume akasema ile tulenene, mmoja akanyosha mkono katika julasai wa rasul waliokaa na mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa yaksimu ahaduna alfa hasan, vipi mmoja wetu ya Rasulullah atachuma mema 1000? Anauliza. Qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yusabbihu 100 tasbihati, anasema subhanallah mara 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah mara 100. Akisema subhanallah mara 100, fayuktabu lahu 1000 hasana. Kwa kusema subhanallah mara 100, Allah anamwandikia mema 1000. Au anasema yuhattu anhu, au anaporomoshewa au kuondoshewa 1000 khatia, makosa 1000. Kusema tu subhanallah mara 100 unakula mema 1000, au Allah anakuondoshea makosa 1000. Hivi ni nani katika sisi asiyopenda mema 1000 ya bikini? Ni nani katika sisi asiyotaka aondolewe makosa 1000? Na wa fi lafzi, na katika tamko lingine, tuktabu lahu 1000 hasanati, huandikiwa mtu huyo anaosema subhanallah anaandikiwa mema 1000, wa tuhattu anhu, na anaporomoshewa na kuondoshewa 1000 sayyi'a, makosa 1000. Katika lafzi hii ya pili imepokewa na Ahmad na Tirmidhi, na ama katika hii lafzi ya kwanza imepokelewa na Imam Muslim. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, wapenzi wa Allah subhanahu na mtume wake, haya ndio mambo tumependa kuyaeleza mchana wa leo, ili Waislamu tuvune, tusikae tu. Mtu ukatoka kwenda zako kwenda kuangalia mpira, masaa mangapi unaangalia mpira? Masaa takriban 2. Pale unapata maneno gani? Ni kero na chuki tu.
na kusukumwa. Oya kaa vizuri basi tuone vizuri. Lakini ungejitenga uko peke yako ukasema subhanallah wa bihamdihi. Kheri ngapi unazipata? Umezitanguliza kheri ngapi? Na mfungaji kama hivi karibia na kufuturu au katika nyendo zako au kikazi chako ukasema subhanallah wa bihamdihi. Umechukua neno magapi? 1000 kutoka na makosa 1000 kutoka yamefuta unaonyesha. Huyu ni mzungu. Waislamu tusikae tu aibu. Muislamu hata siku moja akaya akasema ni bwana napoteza muda bwana. Napoteza wakati bwana hapo kwenye bao au draft. Muislamu hapotezi muda. Muislamu kila muda wake ni ibada na kila muda wake ni anatakiwa awe na income anaongeza kwenye akaunti yake ya mema yake. Kwa sababu siku ya kiyama ndivyo vitu ambavyo vitakusaidia. Maana baada ya kupima kheri zako zile ambazo za lazima zikalingana sawa na makosa yako hivi. Allah wanaangalia jamani huyo ana ziada alifanya ziada hizi. Sunna hizo ambazo unazifanya. Usiache kusali sunna. Kila swala ya maghrib, baada ya maghrib kuna sunna, baada ya isha kuna sunna. Kabla ya dhuhuri na baada ya dhuhuri kuna sunna. Al-asr unaweza ukaswali kabla ya al-asr sio baada. Hakuna baada. Ila mtume tu alielekeza kabla ya al-asr unaweza ukaswali sunna pale rakaa mbili ukatoa salamu alayhi za Islam. Lakini mtume hizi sunna hakudumu nazo za al-asr. Kwa hiyo sio zile ambazo zimepangiliwa. Sunna zilizopangiliwa siku 10 na ngapi? Siku 12 siku sasa. Kuna rakaa mbili kabla ya alfajiri. Baada ya alfajiri hamna rakaa zozote zile za sunna. Na al-asr unaweza lakini al-asr haipo tuje katika dhuhuri. Dhuhuri rakaa 4 kabla na rakaa mbili baada. Ngapi? 2 na 6 8. Na rakaa mbili kabla ya baada ya maghrib ngapi? 10. Na rakaa mbili kabla baada ya isha. Isha haina kabla haina kabla ina baadaye. Na maghrib pia haina nini? Haina kabla ina baadaye. Ila swala al-asr unaweza kuswali kabla ya al-asr rakaa 4. Au kama ukauchache rakaa mbili. Lakini hizi mtume hakudumu nazo. Na vile vile maghrib ikiadhiniwa bwana. Kisikia katika maelekezo ya mtume sio haraka tunaona kutribu. Pale kuna rakaa mbili lakini zimekuja liman arada kwa mwenye kutaka. Imekuja lafzi hiyo kuna rakaa mbili za mwenye kutaka. Sasa kuna watu wanataka. Sasa wewe usiadhini tu ukaenda kukimu kwa sababu kuna watu hizo rakaa mbili wanashinda nazo na wanahaja nazo ili uongeze akaunti yako. Kwa hiyo mzunguni katika imani tuongeze akaunti zetu kwa maelezo haya. Kesho inshallah tutazungumza kesho inshallah biidhni Mola kutuwezesha na adhkarul muqayyada, zile dhikri ambazo sasa zinasemwa katika matukio maalum. Nadhani baada ya kesho tutaendeleza mpaka siku ya Jumatatu. Tutachagua kesho muda gani unaweza kusema kitu fulani, muda gani unaweza kusema kitu fulani. Tunapunguza kidogo ili kuzimalizia siku ya Jumatatu, siku ya mwisho. Kwa hiyo mzanguni katika imani nadhani haya ndio nasema tumeelewa. Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie Allah afungue fahamu wetu kuyafahamu haya na kuyatekeleza, na Allah atupe tawfiki kuyafanya haya. Kwa hiyo tuna wengi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie saumu zetu, Allah atutakabalie dua zetu, visimamo vyetu vinavyosimama ndani ya Ramadhan na baada ya Ramadhan. Allah alete mapenzi kati yetu, chuki Allah aliyekubali, kheri Allah akurudishie karibu, shari Allah atuwekee mbali, aongoze familia zetu, wake zetu, watoto zetu, mabinti zetu, Allah aongoze. Na Allah kila yule ambaye alimtanguliza mzazi wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala heri mtazuri na ampe mambo mema, kwani mtoto usiache kumwombea dua baada ya kusema rabbi ighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sasa dua hiyo utaisoma wazazi wako hai au wazazi wametangulia mbele ya haki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.